Bwana, katika tembea zangu nimetembea na nimekuja maskani au sehemu ambapo Rajabu Kijiko, mzee wa Simba, anafanyia shughuli zake. Sasa huyu mzee wa Simba, ishu kubwa ni kuhusiana na mechi ya jana Simba dhidi ya Yanga, namna ambavyo mambo yalivyokuwa. Sasa Kijiko ataongea kifakri zaidi namna ambavyo mechi ilivyokuwa, lakini pia namna ambavyo alitazama klabu ya soka ya Simba. Bwana Kijiko, uko fresh? Kama kawa, vipi ndugu yangu? Bwana, good kabisa, mambo yanaenda. Nyama ni mwingi. Naona umepoa. Ubaya ubwela ndugu yangu. Unyama ni mwingi. Vibaya mno. Huku Simba huku Maniu. Baba. Ni ready kwa ready, yani mwanzo mwisho. Na Maniu sasa hivi wanatafuta UEFA Champions League. Atakosaje UEFA mbele ya Mbeumo ndugu yangu? Maniu sio unaifahamu wewe, nafasi ya 12 kushuka chini. Tunataka top 3 mwaka huu. Bwana, ishu kubwa jana tulishuhudia mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga. Ngoja nikae vizuri kabisa nikuone mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Maamuzi ya waamuzi kuridhisha wengi kwa siku ya jana. Kwa Simba mlinyimwa goli la wazi, lakini pia kulikuwa na makosa ya hapa na pale. Kwanza kabisa tuanze na swala la waamuzi. Kwa namna gani imeweza kuathiri mechi ya siku ya jana? Awali ya yote, moja ya sababu kubwa za soka la Tanzania alisogei mbele. Changamoto kubwa nje ya wachezaji, nje ya kamati ya TFF, ila homa letu kubwa la Tanzania ni marefari, kamati ya waamuzi. Marefari, malaismen wanatuangusha vibaya mno. Kwa hiyo kilio changu kikubwa kama mwana Simba Sports Club wa tawi la Arusha, basi terminal jiji la Arusha, naumia mno na mechi ya jana imeniumiza mno. Sio mechi ya kutoa sare ile sisi. Yaani kuna mechi za kutoa sare, bora utoe sare na Dodoma Jiji, lakini haikuwa mechi ya jana dhidi ya Yanga. Ni mechi ambayo ni tough game ambayo tungeshinda ndani ya dakika 90, lakini marefa na malaismen, hasa linesmen, wametua vibaya mno. Kwa hiyo ni kilio cha wengi. Kiukweli inaumiza sana, inanyongonyeza sana kuendelea kuamini viongozi wetu wa TFF kwamba ni wapi wanafika katika swala la kuandaa marefari na malaismen kwa ujumla. Na rais wa TFF kabla ya mechi ya dabi alizungumza akasema kwamba refari ambaye ataharibu mechi atashtakiwa na atachukuliwa hatua za kisheria. Hii hapa imekaaje na rai yako ni ipi kwa rais wa TFF kwa kile ambacho kilionekana jana? Awali ya yote, kuna kiongozi mmoja wa Cuba miaka ya nyuma anaitwa Fidel Castro. Alisema usimwamini mtu kwa maneno, ila muamini mtu kwa matendo yake. Wallace Karia, rais wa TFF, tunamuomba sisi kama wana Simba Sports Club mkoa wa Arusha na Tanzania nzima kwa ujumla, matokeo jana yametumiza sana. Tunahitaji kuanzia leo kamati ya masaa 72 itoe maamuzi juu ya marefari wa jana, juu ya viongozi wa jana ambao ni malaismen kwa ujumla. Kwa kweli wametumiza sana. Kwa alichokisema yeye juzi kuhusu watakao kiuka maadili na sheria 17 za mpira wachukuliwa hatua. Kwa hiyo siwe ni maneno, iwe ni vitendo, kama vile wanavyosema kwamba mtambue mtu kwa matendo yake, simtambue mtu kwa maneno yake. Na tuliona Simba amefanya sajili nyingi ambazo kwa asilimia kubwa kwenye dirisha dogo zimeweza kuwasaidia, zimeweza kuibadilisha klabu ya soka ya Simba kiuchezaji, lakini pia na morali imerejea. Kwa upande wako ni kwa asilimia ngapi hizi sajili ambazo zimefanyika hivi karibuni zimeweza kuibadilisha klabu ya soka ya Simba? Simba imebomolewa au tumebomoa kwa kiwango kikubwa mno. Ukiangalia first 11 jana, wachezaji ambao ni waandamizi wa dabi hata watatu hakuna. Unaona bwana? Lakini ukiangalia first 11 nzima kwa ujumla kikosi cha Simba kuanzia mwaka wa juzi wa jana na wa leo tumekuwa kukibomoa mara kwa mara, lakini kwa Simba hii kidogo afadhali tunasema inaanza kujiridhisha. Kwa kikosi kile ambacho tumekiona jana, bado hiyo Simba tunataka bado tujafika pale. Yaani pale Yanga endelee kujikuna, lakini mwasho bado unakuja. Waendelee kujikuna la mwasho unakuja zaidi. Na performance hatujaonyesha makali yetu bado. Performance ya Gueye uliona vipi? Kuna Gueye, kuna Loemba, kuna Aniseti Oura, kuna Kasali, kuna Kibabage. Ni moja ya sajili ambazo mlizifanya. Kwanza performance ya hawa miamba uliona vipi? Na ni mchezaji gani ambaye unaona kabisa kwamba wana hapa tumelamba dume hapa? Loemba. Loemba mchezaji la Jairut. Baba. Ile mchezaji ambalo hata mwajifikirie mara mbili jamaa akamtoa wapi, inabidi aongezewe hata fedha. Yaani Jairut mwenyewe inabidi akae chini na mwodoji kwa jamaa tunamfanyaje, kwa sababu jana hebu angalia kuanzia Diara mwenyewe, beki Dickson Job, yaani karibia wachezaji watatu wote wale wako hoi. Diara kwa mujibu wa imani ni Muislamu, lakini nasemekana za chini akapita hata mfungo leo ameushindwa. Ila Loemba ndo amemaliza ndugu yangu. Mtu mbaya sana yule jamaa. Hatari mno. Simba pale kalamba dume mwamba.
Na kwa Kibabage vipi? Kuna Gweye pale, Oura, Kibabage ambaye tulimuona alibana sana upande wa mbavu ya kushoto kule. Oura na Kibana, Oura na Gweye, uzuri wa Simba sisi scout yetu ni nzuri. Sema tu ni baadhi ya viongozi wanatuangusha ndani ya klabu ya Simba. Lakini scout ya Simba huwa mara nyingi tuna point kwenye vitovu vya mataifa yenye ubora wa soka Afrika. Unaona bwana? Kengele nchi alitoka Gweye. Kengele nchi alitoka Oura. Unaona bwana? Ni mataifa ambayo tayari yana asili. Asili mama ya mpira. Kwa hiyo ni watu ambao football wanijua. Ni wachezaji ambao kwa upande wangu bado nasema wakiendelea kuelewana yajayo yanafurahisha, na wana Simba tuko tayari. Na tukimzungumzia mtu kama Kibabage, mzawa kabisa wa nyumbani Tanzania, katika ardhi yetu ya nyumbani ya mama Kizimkazi. Tayari Kibabage ni bonge la mchezaji. Kibabage wana Simba wengi baadhi yao hawakuwa na matumaini kwamba ule bwana mdogo boli analijua, lakini jana akaonyesha kwa vitendo kwamba mpira anajua. Jana angalia mfano, kuna vice versa imefanyika kati ya Simba na Yanga. Mohamed Hussein yuko Yanga ambaye katoka Simba, lakini Kibabage kaja Kibabage kaja Simba. Je, tukiangalia performance ya Simba jana, mpango kazi wa uchezaji wa mmoja ball position ya mchezaji mmoja. Mfano tukamchukulia labda aliyetoka kwetu kwenda Yanga ambaye ni Zingo Junior, tukamchukulia na Dickson Kibabage shehe, ni kama ni asilimia tunaweza kugawanya labda ni 9 kwa 10. 9 kwa 10. Yani sorry, na asilimia 90 kwa uwezo alionyesha Kibabage, yani ndani ya uwezo wake onyesha asilimia 90. Alafu nani jamani Zimbwe ni wakumpa pole yule bwana mdogo. Yaani labda asilimia 10 ndio mfananisha na Kibabage kwa mpira nyumba. Angalia Kapembe kama dirisha jana mzee mwenzie. Yaani Zimbwe jana aisee mpaka mkee kamwambia aisee, inabidi tukae kikao kwamba imekuaje mzee mwenzie wa kudhalilisha jana. Uongo. Kwa hiyo Kibabage ni mchezaji mzuri, na jana akaonyesha kwamba jamani, wana Simba mniamini, mashabiki wa muamini na viongozi wa muamini kwamba dogo anajua, ataendelea kumpa nafasi. Haiwi ni sababu kwa kuwa eti katoka Yanga kaenda Singida kaenda wapi, ni sehemu ya maisha ya mchezaji, ila kaja Simba na inaonyesha kabisa anapambania logo ya Simba kwa matendo. Tunahitaji endelee kuwa bora, aendelee kuisaidia Simba, aendelee kupata matokeo chanya kuifikisha Simba mbali zaidi. Kwa kumalizia, kwa Simba msimu wapo unaiona wapi? Imepishana alama 5 na wapinzani wenu klabu isoka ya Yanga. Bado ni mapema. Bado ni mapema, usitukane mambo kabla hujavuka mto. Na uzuri wa vikosi vya Simba na Yanga, sisi tunacheza na Mungu. Wenzetu tunacheza na fedha mfukoni. Ndio tofauti yao sisi na wao. Wao wanacheza na fedha mfukoni, wanacheza na masuala ya kuhakikisha kwa namna yoyote, yani mpaka mechi zetu wanazicheza, lakini sisi tunaamini mechi inachezwa kwa uwezo, na ndio maana jana tumadhihirisha uwezo wetu upo wapi. Kwa hiyo bado ni mapema, pointi 5 ni nyingi kwa kuzihesabu, lakini ni chache kwa michezo kwa sababu ni mechi mbili tu. Kwa hiyo mwananchi sasa hivi akipotana ndani ya mechi zake 2, akasare akafungwa, tumeshafanana na mzunguko wa pili ule anakula shehe. Sisi kwa Mkapa tumpeleki mbali, machinjoni pale Lupaso. Wanatujua toka mwaka 2000. Sisi ndio wenye rekodi kubwa pale kwa Mkapa. Kwa hiyo masuala kuambia tuwapeleke Zanzibar, hapana. Hamna huo muda sisi hatuna. Tunahitaji pale Lupaso. Bwana, mimi nashukuru bwana Kijiko. Asante sana ndugu yangu.